Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na hichi ni kipengele cha 4 cha mafundisho yetu. Somo letu ni siri za rohoni. Tulikuwa tumekwamia kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume 3 mstari wake wa kwanza, tukaona pale jinsi yule kiwete alivyoponywa. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka mada yetu inavyoendelea ni kwamba kuna mawakala wa kuzimu na mawakala wa mbinguni. Maana yake kuna watumishi wa shetani na watumishi wa Mungu. Kuna raia wa kuzimu na raia wa ufalme wa Mungu. Hasa watu hawa ni falme mbili tofauti ambazo zinashindana hapa duniani. Kila mmoja anataka falme yake itawale hapa duniani. Tukasema magonjwa ni ya shetani, laana ni ya shetani, ufalme wote wa giza na mambo yote machafu yote maovu, magonjwa kila aina na mauti, vyote ni vya Ibilisi. Na tukasema uzima wa milele na vyote vizuri, uponyaji, vyote ni vya Mungu. Na tukasema hivi, kama mtu akiwa na ukimwi akienda kwa mchungaji wa kweli akaombewa ukimwi ukapona, kazi ya shetani imevunjika. Kama mtu akiwa ndoa yake inasumbuka sana, akienda kwa mchungaji wa kweli akiombewa ndoa yake ikarudi sawa, kazi ya shetani imevunjika. Kama mtu akiwa na mapepo akienda kanisani kwa mchungaji wa kweli akaombewa na mapepo yakamtoka, kazi za shetani zimevunjika. Kwa hiyo sasa tukaona ili shetani sasa apinge miujiza, kwa maana yeye mwenyewe hawezi kuja akasimama akasema miujiza ni ya uongo. Hapana. Kila anafanya anainua watu ambao watu hawa wataonekana kama watumishi wa Mungu. Na kumbuka somo letu la kwanza na la pili tumesoma kwamba pia shetani alikuwa mbinguni kabla ya kutupa duniani. Hasa anajua siri, anajua jinsi mbinguni kulivyo, anajua kanuni za mbinguni kulivyokuwa kunaendelea. Anajua mbinguni jinsi kulivyo vizuri, anajua neno la Mungu vizuri. Kwa hivyo yeye cha kufanya anainua mtu kutoka kuzimu. Mtu huyo anakuja anavaa mwili. Sikiza, shetani ni roho. Akitaka kumtumia mwanadamu anaingia ndani ya mwili wa mwanadamu huyo anayetaka kumtumia, alafu anamuinua jinsi yeye anavyotaka. Na anaweza akaja kwa mfano wa malaika wa nuru. Hasa mtu akasema nimeitwa na Mungu, kumbe haikuwa Mungu aliyekuwa anamuita. Akateuliwa na kuzimu ama akateuliwa na Ibilisi ili amtumikie pasipo yeye kujua. Akasimama akaanza kuhubiri Injili, lakini ujue lengo la shetani kwa huyu mtu ni kumtumia kupinga ukweli wa neno la Mungu. Hasa atainuka na kuanza kusema miujiza ni uongo, miujiza ni uongo, miujiza ni uongo. Kwa sababu hiyo hataki kazi za shetani zivunjike, kwa maana lengo lake ni hilo. Ndio maana ukiona mtu anapinga miujiza, anapinga uponyaji, anapinga deliverance, huyo mtu hatoki kwa Mungu. Kwa maana wewe utapingaje deliverance alafu unahubiri Yesu na Yesu mwenyewe alifanya deliverance? Si unampinga Yesu? Deliverance ama kutoa mapepo ni kitu iko wazi ya kwamba Yesu alitoa mapepo. Baada ya kutoa mapepo, alipopaa akawaambia wanafunzi wake, kuna pale akawaita wanafunzi wake 12 akawapa mamlaka ya kutoa pepo wachafu. Tunaona wakina Petro nao pia wanatoa pepo wachafu. Mitume wakina Paulo nao pia wanatoa pepo wachafu. Kabla Petro, kabla huyu Paulo na Sila hawajatoa gerezani, kuna kitendo walikuwa wamekifanya hapo. Ukisoma Matendo ya Mitume 16 mstari wake wa 17 hapo, kuna kitendo ama 26 hapo, kuna kitendo ambacho walikuwa wamemfanya, wamemtoa binti fulani pepo hapo. Kwa hivyo mitume nao wakatoa mapepo. Yesu mwenyewe anasema hivi katika kitabu cha Yohana 12 mstari wake wa 14 mstari wake wa 12. Anasema hivi, kuanzia mstari wa 11 kuendelea hapo. Anasema hivi, yoyote aniaminie mimi, kazi nizifanyazo naye atazifanya, kubwa na tena zaidi ya hizi atazifanya. Sasa kama Yesu alitoa mapepo, unatarajia mimi mfuasi wa Yesu ninayemwamini Yesu nifanye nini? Kwa nini unanipinga nisitoe mapepo? Kwa nini napotoa mapepo nasema ni uongo? Kwa nini napoombea mwenye ukimwi akipona unasema ni uongo?
Hakuna kitu kama hiyo. Why? Hivi Yesu hakufanya? Ukisoma katika kitabu cha Marko 5 mstari wake wa 2 kuendelea, inasema hivi: na Yesu alipofika katika mji wa Genezareti, alipofika katika mji huo ulikuwa unaitwa, mji huo kuna jina hapa, mji huo ulikuwa una jina lake fulani hapa. Yesu Kristo ukisoma hapa inakwambia kwamba Yesu alipofika ng'ambo ya huo mji, ng'ambo ya hilo ziwa, akafika kwa nchi moja inaitwa Gerasi. Alipokutana na mtu aliyekuwa na pepo wachafu, aliyekuwa kichana mondo azimu. Tunaelewana? Huyo mtu akatoka kule mbio, akaja akampigia Yesu Kristo magoti na kumwambia, una nini nasi Yesu mwana wa Mungu uliye hai? Mbona umekuja kututesa kabla wakati wetu? Yesu akamwambia yule, akamuuliza yule pepo, wewe jina lako nani? Akamwambia Legioni. Yule pepo akamwomba Yesu akimwambia, tafadhali usitutese, bali turuhusu, wala usitutoe katika mji huu, bali uturuhusu tuingie wale nguruwe. Yesu akamwambia, sawa, nendeni. Kwa hivyo Yesu anatoa mapepo. Nyinyi wenyewe mnashuhudia Yesu anatoa mapepo. Kwa Biblia miujiza hamwezi pinga. Sikiza, Mwanzo 1:1 Biblia inasema hivi, Mungu akaziumba, Biblia inasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa 2 nasema kwamba nchi na vyote dunia kulikuwa utupu, na Roho Bwana alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji. Mungu akasema, na iwe nuru, nuru ikawa. Huo sio muujiza? Kwa hivyo asili ya Mungu ni miujiza. Muumbaji wenyewe vyote viliumbwa kwa njia ya miujiza. Yesu Kristo amekuja pia kwa njia ya miujiza. Ametenda mambo ya ajabu, miujiza ameifanya, na wanafunzi wake wakaifanya, kwa maana Yesu alisema mtaifanya. Na ndio maana mpaka leo inatendeka. Amen. Kwa hivyo wewe unayejaribu kupinga miujiza, wewe ni wakala wa kuzimu, umetumwa na Ibilisi. Enyi wa Kristo, muwe na akili, muwe na ufahamu, mjue ya kwamba dunia tunaishi sasa kuna wafalme ngapi? Wafalme 2, na hizo falme zinapigana, na si hapa duniani. Kwa hivyo kila mmoja ameinuka na mahubiri yake. Ndio hii sababu ambayo utakuta mhubiri fulani anachongoa mhubiri mwingine, na mhubiri mwingine anakisimama kwa madhabahu anapinga mhubiri mwingine. Ni kwa sababu kuna wa kweli na kuna wa uongo. Hasa hao watu wawili wanapingana. Kwa hivyo Mkristo, kabla haujaamua kwenda kanisani, kanisa lolote lile, kaa chini, omba Mungu kwanza akuongoze kanisa lile unaenda. Ubaya ni kwamba Mkristo, wewe unaamka asubuhi, kwa mfano umetoka Western, ama kuna sehemu umesafiri, kwa mfano umetoka Mombasa umeenda Kilifi. Umefika Kilifi, badala ukae kwanza Mungu akuonyeshe ni wapi utakapoingia, wewe unatoka tu Jumapili na kwenda kanisa lolote lile. Hujui hayo madhabahu gani, mpaka uonyeshwe na Mungu ukiwa hapo hiyo madhabahu sio nzuri, ndio utoke uende tena nyingine. Mimi najua kitambo ilikuwa mtu akisafiri kwenda sehemu yote, kabla hajaenda kanisani alikuwa kwanza anamuuliza Mungu, kama siku 3 hivi kwa mfungo, ama hata siku 2 kwa mfungo, ama hata anaomba tu akiwa nyumbani, anamuuliza Mungu, niongoze niingie wapi madhabahu ambayo itakuwa sahihi kwangu. Wakristo, kuweni na akili, kuweni na ufahamu. Yesu akasema kutatokea manabii wengi wa uongo, na wametokea mpaka sasa, na wako mbioni sana kuwatafuta Wakristo na kuangamiza. Ndio maana Yesu akauliza swali wanafunzi wake akasema, lakini je, Mwana wa Adamu atakapokuja ulimwenguni ataikuta imani duniani? Kwa sababu wengi wamekuja kwa nia ya kupotosha injili ya kweli, kuwapotosha Wakristo na kuangamiza kabisa. Tunaishi katika ulimwengu ambao uchawi umeinuka sana. Tunaishi katika ulimwengu ambao ufalme wa giza umeinuka kiwango cha kujidhihirisha waziwazi. Lakini pia ukumbuka, wakati giza linavyoenea sana, giza linapokuwa kubwa sana, giza linapokuwa nene sana, giza linapokuwa kuu sana, hapo ndipo taa yoyote ile inayong'aa inatoa mwangaza mkubwa zaidi. Kumbuka, kukielekea kwa usiku saa 8, ujue saa 9 inakuja. Na kama saa 9 ikifika, jua saa 10 inakuja. Na hatimaye saa 11, hatimaye saa 12, hatimaye saa 1 za mchana. Kwa hivyo unapoona mambo yameinuka makubwa, Biblia inasema ya kwamba
siku za mwisho maafa ama pengine kuna uasi utainuka na kusimama patakatifu. Ndio sasa unaona wahubiri wa uongo wengi wametokea na wanahubiri neno la Mungu. Hiyo sio kwamba wametoka kwa Mungu kwa sababu eti anahubiri neno la Mungu, hapana. Amen. Hivyo ndivyo ilivyo. Shetani ameinua makuhani wake, naye Mungu ana makuhani wake. Ukiwa na roho wa Mungu utatambua hili jambo ni uongo. Ukiwa na roho wa Mungu utatambua hili jambo ni kweli ama ni uongo. Wakristo wa leo hamsomi neno la Mungu, ndio maana mnapotea, ndio maana mnaangamia. Jumapili ndio nakumbuka Biblia iliweka wapi. Ndio maana mnashindwa maarifa, ndio maana mnakamatwa, ndio maana kila injili itakapokuja mnaipokea. Sio kila injili, sio kila mhubiri unampa masikio Mkristo nisikie. Ukijijua wewe ni mchanga kiroho, usipe kila mtu masikio. Ujue kuna anayechafua na kuna anayesafisha. Ukiwa umesafishwa umpe mtu achafue, ni ngumu kusafishika. Chuma iliyo na kutu, kutoa kutu itachukua gharama. Kuweni na ufahamu, tunaishi kwa nyakati za hatari sana. Ninazo siri mingi ambazo hata nikianza kuzieleza wengine hamtaelewa na hamtaamini. Sasa kuna mtu hapo nje ni mgonjwa. Maana maneno tu hayatoshi. Biblia inasema kwamba kwa maana ufalme wa Mungu sio kwa maneno tu, bali ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa nimekwisha nena nawe habari hizo zote kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu hii ya 4. Sasa ninahitaji mtu aliye mgonjwa. Ukiwa ni mgonjwa, nataka kuomba na wewe. Unajua hawataki kazi zao ziharibiwe, lakini mimi nakuahidi na ziharibu leo sasa hivi. Wewe ugonjwa leo na unaisha hapa saa hii tu. Amini Mungu, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru mfalme wa mbingu na nchi, maana hakuna kama wewe. Masaa kama haya ninavaa kinywa cha Mungu katika jina la Yesu. Ninapotamka nimekuwa ukimwi na kuapisha mbele za Bwana, mtoke mtu mara moja. Magonjwa ya kila aina yasiyokuwa ya kiungu, magonjwa yote ya kipepo, falme zozote za giza, bakteria, virusi vyovyote, magonjwa ya kila aina, talaka, ukimwi, roho zote za presha, madhabahu zote za giza, mtoke mtu kwa jina la Yesu. Pona na uwe mzima, pona na uwe mzima, pona na uwe mzima, pona na uwe mzima, pona. Pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Uko huru na umekombolewa. In Jesus mighty name. Amen. Jiangalie kama kuna pahali palikuwa panakuuma, angalia kama bado panakuuma. Na ikiwa umepona, tuma ushuhuda. Unaweza ukacomment tu hapo, ukaweka comments hapo ya kwamba ni kweli mtumishi wa Mungu, nilikuwa hivi na hivi, lakini sasa kuna hivi na hivi. Pia kama nilivyoambia katika sehemu ya kwanza, kwa majina yangu naitwa Pastor Meshak. Kuna wale ambao pengine mungehitaji huduma zaidi, namba yangu ndio hiyo inafuata. Namba yangu ya Safaricom 0704107217, 0704107217, 0704107217. Mungu anaweza kufanya jambo lolote lile, muamini tu. Amen.